Rakapasatata yakanaria manuri siti. Sina mwingine zaidi yako Bwana. Sina Mungu mwingine zaidi yako Bwana. Sina Mungu mwingine zaidi yako Jehova. Sina Mungu mwingine zaidi yako Yesu. Sina Mungu mwingine zaidi yako. Ulimwengu unatambua nafasi yako Baba. Sina mwingine, sina mwingine Jehova. Januari mpaka Disemba sina mwingine Bwana. Tazama leo hii ni Disemba Bwana, ni tarehe mwaka wa mwisho Bwana. Sina Mungu mwingine aliyenilinda tofauti na wewe. Sina Mungu mwingine aliyenitunza tofauti na wewe. Sina Mungu mwingine aliyenipa afya tofauti na wewe. Sina Mungu mwingine aliyenijalia nguvu tofauti na wewe Baba. Wako wengine hawajaweza. Sina Mungu mwingine zaidi yako. Tazama mataifa yote yanajua uwepo wako, yanajua nguvu zako. Ndio maana tunasema hatuna mwingine Bwana. Tembea katika ibada hii ya mkesha, tunasema hatuna mwingine zaidi yako. Moto ulao hatuna zaidi yako. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako Bwana. Tembelea watoto wako Bwana. Tuko tayari mahali hapa. Tuko tayari Bwana majeshi. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Wewe uliyegawanya bahari ya Shamu, wewe uliyefanya vitu vyote kwa uwezo wako. Hatuna Mungu mwingine Bwana. Mtazame mama huyu na teso lake. Mtazame kijana huyu na teso lake. Mtazame baba huyu na teso lake. Anasema hana mwingine zaidi yako. Wewe Mungu wa baba yetu uliye mkuu. Wewe Mungu wa baba yetu uliye mkuu. Wewe Mungu unayeishi. Wewe Mungu unayesema. Tembea mahali hapa Bwana. Tembea katika ibada hii. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Tembelea ibada hii Bwana. Tembelea watoto wako Bwana. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Tembelea ibada hii Bwana. Sema nasi Jehova. Sema nasi mamani. Sema na kanisa lako. Sema na madhabahu yako. Sema na mtumishi wako. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Tembea katika ibada hii. Ukajidhihirishe na nguvu zako. Ukajidhihirishe na nguvu zako. Simama mwenyewe Bwana. Ukaonekane ushuhuda wako na nguvu zako zikaonekane. Tembelea madhabahu yako. Tembelea watoto wako. Hatuna Mungu mwingine katika jina la Yesu. Hatuna Mungu mwingine. Heshima na utukufu tunazirudisha kwako. Tunaomba uzipokee Bwana. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Jina lako limeinuka sana. We Mungu umeinuka sana. We Mungu umeketi mahala pa juu, mahala pa kuogofya. Tembea mahali hapa Bwana. Daudi akasema, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa, wala watoto wake kuomba mikate barabarani. We Mungu umejawa na haki, nasi watoto wako tunanyenyekea. Usitutupe, usituache. Masikio yetu na mioyo yetu yakasikie ujumbe wako. Asante mtakatifu. Simama mwenyewe ukasibitike mahali hapa. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Tembelea kanisa hili. Tembelea huduma hii. Tembelea huduma hii. Tembelea mama huyu. Tembelea baba huyu. Tembelea kijana huyu. Ana haja na wewe. Ana haja na wewe. Wewe Mungu usiyeshindwa. Hakika ni Mungu usiyeshindwa. Narudisha heshima na utukufu kwako. Naomba uzipokee. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Nimeomba haya nikijua mtakatifu unasikia, na madhabahu yako inaishi kupitia jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sema nyumbani mwa Bwana kuna amani. Nyumbani mwa Bwana kuna raha. Najisikia raha kuwa nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Kitabu cha Yoshua 1 mstari wa 9. Tusomee uliyepata. Mstari wa 9 inasemaje? Je, si mimi niliyekuamuru? Mungu anauliza, je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa nini? Wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu karibu nawe kila uendako. Sikia, kila uendako. Usiogope, usifadhaike. Mungu uliye naye wa moto lao yuko na wewe kila uendapo.
Unapokanyaga na yeye anakanyaga, unakopita na yeye anapita. Mpigie Bwana makofi na vigelegele. Kuna ujumbe Mungu amesema na mimi, ili uvuke kwenye hatua yoyote ya maisha ulionayo, unahitaji kitu cha kukuvusha. Bwana Yesu asifiwe. Ili uvuke kwenye maisha yako, yawe ya kiroho au ya kimwili, unahitaji kitu cha kufanyeje? Cha kukuvusha. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu aliyevuka bila kuvushwa. Haipo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaenda, kwa mfano unaweza kaenda kiwandani. Haleluya. Ukaenda kiwandani ukapewa gari. Amen. Ukapewa nini? Imefungwa kila kitu ila haina matairi. Utaichukua hiyo gari? Bwana Yesu asifiwe. Haina kabisa sehemu ya kuweka matairi ila umepewa nini? Gari. Manake hiyo gari haijakamilika kuwa nini? Na ndio hivyo hata maisha ya sisi wa Kristo, hatuwezi kuvuka kimaombi au namna yoyote bila kuwa na msaada wa kutuvusha. Unaweza kuwa muombaji sana, hatukatai. Lakini pamoja na kuwa muombaji unahitaji mtu wa kukuvusha. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu ameandikwa kwenye Biblia anaitwa Abraham. Abrahamu alikuwa anapewa taarifa na Mungu. Amen. Alikuwa ni mtu mkamilifu. Alikuwa anaongea na Mungu. Lakini ilifika wakati Abrahamu anaenda kupiga magoti kwa kuhani, anawekewa nini? Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na mtu, uwe na kitu cha kukuvusha katika jambo fulani. Haleluya. Hakuna mtu aliyevuka bila kuvushwa. Hauwezi kwenda daraja lolote ukalikuta limevunjika alafu sema nimevuka mto uende ngambo ya pili. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa na sasa hivi tuchimbe mtalo hapa. Tukiweka mtalo huwezi kuja kwangu nilipo. Tabaki tunaonana huko lakini huwezi kuja. Utahitaji msaada wa kitu kikuvushe. Sasa watu wengi wanaona kana kutafuta huo msaada ni kazi nzito. Amen. Kuna mtu anaweza kaona anajiweza kufanya kitu peke yake. Ngoja nikwambie, hauwezi bila kuwa na msaada wa kukuvusha. Na msaada wetu ni Kristo ambaye ametupa watumishi wake kuwepo duniani. Mwanamoto ulao, huwezi ukavuka huu mwaka bila kuwa na mtu anayekubeba kwa maombi. Maombi yako peke yako hayatoshi. Unaye baba yako, unaye baba anayeishi, unaye baba anayetumiwa na Mungu aliye hai. Huyo kabeba maono kwa ajili yako. Unahitaji kunyenyekea kwake ili Mungu aseme na wewe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, huwezi kuvuka bila kuvushwa. Hakuna daraja bila mjenzi. Haleluya. Hakuna daraja. Leo hii Kristo asingejitoa msalabani, tusingekuwa tunalihubiri neno. Lakini kwa sababu Kristo alishafanyika daraja, na aliposema kwamba anaondoka, akasema siondoki mimi, naondoka kiroho, lakini wapo nitakao warudishia roho yangu, watabaki ambao ni watumishi wangu. Leo Yesu huwezi kumuona kimwili, lakini roho yake ameijaza ndani ya nani? Ya watumishi. Kwa hiyo unamuona kupitia nani? Kwa hiyo inabidi muda mwingine lazima unyenyekee kwa hao watumishi ambao Bwana ameweka roho yake ndani mwao. Ujanielewa? Utanielewa tu pole pole. Hebu nifungulie kitabu cha Mathayo. Okay, Marko, fungua kwanza Marko 46. Bwana Yesu asifiwe. Iko shida fulani unaipitia kwenye maisha yako, unahitaji mtu wa kukuvusha. Na huyo mtu ni mtumishi wa Mungu. Amen. Ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Mungu anajua una shida, sio kwamba hajui. Anajua kabisa unalia njaa. Anajua huna pesa. Lakini utapata pesa ukiwa umelala chumbani kwako? Utapata kazi ukiwa umelala nyumbani? Utahitajika unyoshe miguu yako ukatafute kazi kwenye ofisi fulani. Uende kwenye biashara fulani, ndipo Bwana afanye njia. Haleluya. Hebu tufungulie hiyo Marko. Marko. Msomaji nisomee. Haujapata? Marko 10:46. Tusomee. Inasemaje? Wakafika Yeriko. Yesu akafika Yeriko na wanafunzi wake. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko. Alipokuwa akishika njia kwenda Yeriko.
pamoja na wanafunzi wake. Na mkutano mkubwa. Mwana wa Timae Batimayo. Katikati ya mkutano ule mkubwa, watu wanashangilia, watu wanahitaji msaada wa Kristo, palikuwepo na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa mwana wa Batimayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mwombaji kipofu. Alikuwa mwombaji nini? Kipofu. Kumbe huyu baba shida yake alikuwa nini? Kipofu, alafu alikuwa mwombaji. Kwa kila mtu alikuwa anajua ule mtaa kwamba kuna kipofu mwombaji. Ndio maana tizwa jina kwamba muombaji kipofu. Manake hawezi kufanya kila kitu mpaka apate msaada wa kufanyeje? Kuomba. Alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, akasikia Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake. Akaanza kupaza nini? Sauti. Aliposikia Yesu Mnazareti akaanza kupaza nini? Sauti. Wewe uliposikia Nabii Baraka yuko mahali hapa, ulifanyeje? Maana huyu aliposikia ni habari za Yesu anayeokoa, kwa sababu huyu alikuwa ni kipofu lakini masikio yanasikia. Pamoja na kuwa alikuwa ombaomba, alikuwa anajua habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anasikia ushuhuda, watu wanashuhudia, walienda akiwa anaumwa magonjwa akapona, na yeye anazijua hizi habari. Sasa leo habari imekuja mtaani kwake, kama leo habari ambayo imekuja mahali hapa. Amen. Akasikia mponyaji anapita karibu na yeye na kusema, akasema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikuulize swali, hivi unafikiri kwamba Yesu hakujua kama kuna Batimayo kipofu pale? Haleluya. Unafikiri ile njia wakati anapita Yesu hakuona kama kuna omba pale? Aliona na alijua. Lakini Yesu anatengeneza nini hapa? Anataka atengeneze daraja la huyu mpendwa kufunguliwa kwake, kwa sababu Yesu angemfuata direct kumfungua, pengine huyu mtu imani yake ingekuwa hakuna. Amen. Yesu alitaka huyu mtu atengeneze imani yake iwe karibu na yeye. Hahitaji, yani atake yeye kuvushwa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, Yesu hawezi kukulazimisha kukuvusha wewe, ila wewe unataka umlazimishe Yesu akuvushe. Kwa sababu ukisoma Biblia inasema hivi, ufalme wa mbingu tangia kipindi cha Yohana Mbatizaji unatekwa na wenye nguvu. Maana usipokuwa na nguvu hauwezi kupata majibu. Maombi ya siku moja unakaa mwaka mzima hujaomba, ni ngumu kupokea majibu. Bwana Yesu asifiwe. Unalia juu ya biashara, unaomba leo Jumamosi, unakaa mpaka Jumamosi jao ndo unaingia maombi, ni ngumu kupokea majibu. Biblia inasema omba bila kukoma. Manake maombi yako yasiwe na kikomo, ni daraja lako la kukufikisha kile unachokitaka. Haleluya. 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 Endelea. Akapiga kelele, mwana wa Daudi. Akapaza sauti. Ndio. Na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea. Sikiliza, na wengi wakafanyeje? Wakamkemea ili anyamaze. Ili afanyeje? Anyamaze. Kuna wakati umeanzisha biashara na watu wameikemea na wewe umeacha kwa sababu ya sauti za watu. Kuna wakati umeanzisha jambo fulani, Mungu kakusemesha ndani, umesikia nianzishe hichi kitu, lakini kwa sababu ya mpendwa fulani amekwambia hilo jambo halina faida, umeliacha kwa sauti ya mpendwa, sio kwa sauti ya Mungu. Maana ile sauti unayosikia ni daraja la kukufikisha katika kile unachotaka. Huyu Batimayo akaambiwa usipige nini? Kelele, nyamaza. Hivi nafikiri hao watu kwani hawakujua kama na huyu ana haki ya kuponywa? Waliomwambia nyamaza hawakujua kama ana haki ya kuponywa? Walijua, lakini kwa nini walimwambia nyamaza? Bwana Yesu asifiwe. Usinyamazishwe na sauti iliyo tofauti na Mungu wako unayemwabudu. Ukiamua kusimama kwenye jambo fulani ambalo kwa mfano umetabiriwa hapa, nabii wa Bwana amekuja amekwambia kuna biashara unaenda kuianza,
Alafu nafika mtaani, ile biashara unaianzisha, anakuja tu mtu anainuka, anakuambia hii biashara unaiacha, wewe umefeli. Umefanyaje? Kwa sababu huyo ni mtu, sio Mungu aliyesema anzisha, hajakwambia uache. Endelea na hiyo biashara aliyokuambia Mungu fanye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sauti ya Mungu ndio daraja lako, na hilo daraja lazima ulitafute. Bartimayo ilibidi apaze sauti. Manake asingepaza sauti, Yesu alishapita, asingepata uponyaji wake, asingefunguliwa. Lakini kwa sababu alipaza sauti, ile sauti ikawa daraja la yeye kuguswa. Ndio maana leo nakwambia, ili uvuke, paza sauti yako kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Ukitaka Mungu wa Nabii Baraka aseme na wewe, paza sauti kwa Yesu Kristo. Atamsemesha mtumishi wake kwa viwango vya juu kwa ajili yako. Haleluya. Hebu endelea tu. Endelea. Yesu akasimama. Yesu akafanyeje? Akasimama. Akufanyeje? Akasema, mwiteni. Yesu alisimama baada ya kufanyeje? Kusikia sauti ya Bartimayo katikati ya makusanyiko. Kumbuka kulikuwa na watu wengi wanamsonga, lakini kwa nini akaisikia sauti ya mtu aliyekuwa anaongea ameketi kule omba? Halo? Manake ni sauti iliyokuwa inanena ndani kwa hisia kali, kwa imani kali. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji uwe na imani kusema na Mungu. Haleluya. Itengeneze imani ili kusema na nani? Na Mungu. Na Mungu atasema na wewe. Yesu akasikia, akasema muiteni. Manake daraja lake limepatikana la kumvusha atoke kwenye upofu. Haleluya. Uponyaji wake umeingia ili atoke kwenye upofu. Uzima wake umekuja. Kama leo ninapoenda kukuambia kwamba ukiambiwa omba, ukiambiwa paza sauti, ukiambiwa omba mpendwa, usianze kunungunika. Maombi ndiyo daraja. Watumishi wangu wenzangu mlioko hapa, maombi ndiyo daraja. Hakuna huduma inaweza fanyika bila maombi. Mimi nisingefika hapa bila maombi. Halo? Nisingekuwa na maombi, nisingekuwa na moyo subira, nisingekuwa na moyo wa uvumilivu, nisingekuwa na moyo wa uamuzi ulio sahihi. Lakini kwa sababu Mungu amesemesha kwa maombi ndio silaha, niliyashikilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yesu akamwambia njoo. Baada ya kuja nini kikatokea? Wakamwita yule kipofu. Wakamwambia, jipe moyo. Inuka. Anakuita. Akatupa vazi lake akaruka. Akamwendea Yesu. Ndio. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Ishi hapo. Wataka nikufanyie nini? Haleluya. Mtumishi wa Mungu anaweza akaja sasa hivi akakwambia, unataka nikufanyie nini mtoto wangu? Usiwe na maelezo mengi. Usiwe kama yule bwana pale kwenye birika la maji. Yesu amekuja ameleta uzima, anaanza kumhoji. Bwana mkubwa, mimi nimekaa hapa, sipati mtu wa kuniingiza birikani malaika anapotibua maji. Yesu amekuja na swali moja, wataka nikufanyie nini? Unachotakiwa uwe na jibu hili. Nataka kupona, nataka kubarikiwa, nataka ndo daraja lako. Kuna wakati Yesu akitaka kufanya jambo kwako hahitaji maelezo mengi, anataka jibu moja tu. Kwa sababu anasema ndio yako na iwe, na sio yako iwe. Kwa sababu anahitaji jibu moja tu. Akamwambia, mimi nataka kuona. Ndio shida yangu kubwa. Haleluya. Na kufundisha mtu wa Mungu. Mtumishi wa Bwana anapokuja kwako amekuja na jambo moja tu. Akikukuta mgonjwa akikwambia unataka nikujibu tu, mimi nataka nipone, basi. Acha kuanza kueleza nilikunywa dozi ya malaria, nikakunywa. Hizo zimepita. Anachotaka ni sasa. Daraja lako ni sasa. Muda wako ni sasa. Hayo ya jana yasikupe pressure, maana ni mwisho. Ya kale yote yamefanyeje? Tazama yamekuwa nini? Yakawa mapya kwa huyu ndugu, akapona. Angeanza maelezo, watu walikuwa wengi pale. Angemwambia sasa nina watu wengi wa kuhudumia, subiri kidogo.
Lakini kwa sababu huyu jamaa shida yake ilikuwa ni kuona, akamwambia mimi nataka kuona tu. Akaambiwa imani yako imefanyeje? Kwa na wewe uwe na jambo moja. Mwaka tunaoingia huu, ukaingia na jambo moja kwa Mungu, kwamba Mungu, mimi nataka kubarikiwa. Nimechoka maisha ya mateso, sasa na mimi nionekane katikati ya watu waliobarikiwa, katikati ya matajiri, katikati ya waenda mbinguni, na mimi niwe miongoni. Haleluya! Pigia Yesu makofi na vigelegele. Haleluya! Haleluya! Muongezee Yesu tena makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Lazima uwe na jambo la kumwambia Bwana, nataka unifanyie hiki. Haleluya! Haleluya! Umebarikiwa na Bwana Yesu. Umemshuhudia Bwana Yesu moyoni mwako. Umepokea jambo. Ili uvuke lazima awepo mtu akufanyeje? Huwezi kwenda kupanda ngawala, yani lazima uwepo na mtu